Mambo ndiyo hayo, usilegeze mtambo. Manake kipindi chako unachokipenda sana kinakujia moja kwa moja kutoka hapa Pacific Waves Television Network. So welcome. Share with your friends. Waamshe hata ambao wamelala asubuhi hii, waambie faraja iko hewani. Amen. Hallelujah. Has the Lord been good to you? He has been so good to me, and I'm really grateful kwa sababu ya kutuleta mahali hapa siku ya leo. Na leo niko hapa kwa hii studio yetu ambayo ni ya kufana sana hapa Seattle, na ninamshukuru Mungu kwa yote ametenda, na tunaenda kuzungumza. As I told you, faraja ni kuja tu kusemezana, ingawa pia tunasoma neno la Mungu, manake faraja yetu hutoka kwa neno la Mungu, lakini ni kuzungumza, ni kuelezana maneno, yani kuja kuongea tu kama marafiki na yani kuhimizana. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake kuna jambo Mungu amefanya katika maisha yangu, katika maisha yako, na tunapozungumza hivi tunapeana faraja na pia tunainuana, and we encourage one another. Manake maisha haya ni magumu na kuna mambo mengi sana ambayo hutupata. The reason why we smile, it's not because ati mambo yote yako sawa. Hapana, ni kwa sababu ya ile Mungu ametutendea katika maisha yetu. Si tunaweza omba tunapoanza? Manake tuko na dakika chache sana. Wacha tuombe ili tukaweze kuendelea kutoka hapo. Hallelujah. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunainua macho yetu kwako, twakukimbilia wewe ambaye ndiye kimbilio letu, na pia Bwana twapasa sauti kukuinua na hata kulibariki jina lako. Manake maandiko yasema ya kwamba wacha chochote kilicho na sauti kikamsifu Bwana. Sisi ni zaidi ya chombo, maana ni wanadamu uliyeumba kwa mfano wako. Kwa hivyo Baba yetu, pokea sifa, pokea utukufu, hata tunapoendelea kukusifu na kusemezana Bwana, pamoja na audience ambao Mungu umetupatia siku ya leo. Wacha jina lako likainuliwe miongoni mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Asanti kwa faraja ambao umetupa kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Twakuinua, twalibariki jina lako, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Amen. I want to start by greeting you wherever you are. Good morning, good evening, good afternoon, good afternoon, good evening, or night, by the grace of God. I see you, Bishop Peter Ndongo, my friend. You're watching with us. May the Lord bless you. Bless you, my brother. Bless you. Keep it here. And also all of you that have joined, may the Lord bless you so much. We are very grateful that you are here. May the Lord really bless you. So siku ya leo nimekuja kwako, na ninataka kuleta tuwazo kwetu, na ninataka tuongee kuhusu misingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi ama foundation. You see, Biblia inasema ya kwamba kama misingi itatingizwa, if the foundations are shaken, oh my goodness, misingi ikatingizwa. Unajua kutingizwa, wenye haki watakuwa vipi, ama watakuwa wapi? Wacha nikuambie, kuwa na msingi imara ni kitu cha muhimu sana. Kuwa na msingi imara katika experiences za maisha. Hii mambo ya kuwa na msingi mzuri ni jambo moja ambalo imekuwa funzo kubwa sana kwangu. Manake ukitazama katika maisha, kuna mambo ambayo ni ya kimaisha, ni ya kikawaida, like venye the place where you are born and you are raised. Ile misingi ambayo wazazi wako walikuwekea, venye walikulea, wakikufundisha na wakikuendelesha, it matters a lot on how you're gonna deal with life even later in your life. And as a child, as you are growing up, if you had a shaky foundation at home, utakuwa na shida kubwa sana katika maisha, na mambo mingi sana itakuwa ni tisho kwako.
Lakini kama kulikuwa na misingi mizuri, pia maisha yako inaweza kuwa na msimamo mzuri. Haya, sasa kama Wakristo pia misingi ni ya maana sana. Misingi. Kama wewe ni mtu ambaye umeokoka, manake wengine tumeundwa katika shule ya Kristo, mahali wazazi walifail ama hatukuweza kupata misingi bora katika ulezi wetu. Ulipookoka ukaangukia mikono mizuri ya wachungaji, watumishi wa Mungu. And I thank God. I see Bishop Dongo, God bless you. You are a man of God that is raising sons and daughters in the kingdom. And I see also Bishop, I see a lot of bishops and pastors here. May the Lord bless you so much, because kuna kazi Mungu ametupatia ya kulea na kuweka misingi ya imani katika wafuasi ambao Mungu ametupa. Katika platform hii kuna mwenye ananisikiza na anaweza kuwa ako katika msingi ambao sio imara. Na tunapozungumza hivi, utaenda kuchunguza msingi wako. Utaenda kuchunguza. Na utauchunguza vipi? Katika Biblia kuna verse nataka tusome katika Biblia, na tutasoma Mathayo 7, na tutasoma mstari wa 24 mpaka 29. Haya ni maneno yaliyonenwa na Yesu Kristo baada ya the famous Sermon in the Mountain. He started at chapter 5 with the Beatitudes. The Beatitudes, blessed, kubarikiwa ni yule. Na ninapoongea mambo ya msingi, kwa sababu the Sermon on the Mountain inaweka msingi mzuri katika imani ama jinsi ya kutembea kama Mkristo ama mfuasi wa Yesu ama a born again Christian. When you read this book from the chapter 5, chapter 6 and then unamalizia hapo chapter 7, itakuelezea maneno mingi, manake hii ni sermon ama sermon ni nini na Kiswahili? Ni mahubiri ya Yesu yeye mwenyewe, sasa akihubiri direct kwa umati, jinsi ya kufanya kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi ya kuhandle kila jambo katika maisha. Manake hapo ameongea mambo ya kudeal na maadui, kudeal na marafiki, kusamehe, mambo ya roho, imani yako, hazina, yani mambo yote, hazina yako mahali iko, yani mambo yote ambayo ni ya msingi katika maisha ya Ukristo. Alipomalizia hapa akasema hivi, nisome Mathayo 7:24-29, na nitasoma tu na Kizungu. Tulisema faraja ni mahali ni mahali ya urafiki, ya kukaa chini na kuzungumza pamoja. Kwa hivyo hapa hatuna limitation ya jinsi ya kuipeleka ati ongea lugha hii moja ama ile nyingine. Wale watu nafikia ni watu tunaelewana vizuri, na najua hii Mungu atatusaidia. Akasema hivi, therefore everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 25 says, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law. Ona, hawa watu ulikuwa ni umati kubwa sana. Ukisoma mstari wa kwanza, Mathayo 5 mstari wa kwanza, utaona ni umati ulisongamana sana,
na pamoja na wafuasi wake na umati mkubwa sana uliomfuata. Na hapo ndio alikaa chini na akaanza kuwazungumzia, akaanza kuwafundisha. Lakini waliposikiza mafundisho ya Yesu yote, wakasema haya si mambo ya kawaida yenye tumezoea. Manake the teachers of the law, ama hawa wenye wanaitwa he taught them and not as their teachers of the law. The teachers of the law could only teach them what was written in the books of the law ambazo ni Musa alikuwa ameandika. Unaona? Lakini sasa yeye akawaambia ni about relationships, ni about utakapokuwa ukiendelea katika hii maisha. Haya mambo yote ambayo ninakuambia, na kabisa kama wewe ni Mkristo ambaye anapenda kukua, please read these 3 chapters. Zimekuwa za baraka sana kwa maisha yangu pia ninapofikiria mambo ya msingi. Kwa hivyo anasema kwamba naye atakayesikia maneno haya yangu, these words of mine, and put them into practice, huyo mimi nitamfananisha na mjenzi mwenye hekima, mwenye alipojenga nyumba yake alijenga kwenye jiwe, aliweka msingi kwenye jiwe. So siku ya leo nataka kusema nini katika mazungumzo yetu pamoja? Msingi wako uko wapi, dada yangu na ndugu yangu? Manake yale maneno ambayo umekuwa katika ukiyachukua ama maneno yenye imekulea, the people who brought you up, your mentors, mahali unapitia katika maisha, kazini, nini, the things ambao una collect hapa na pale, the things that make you, how do they affect your life? Zina affect maisha yako na njia gani? Maneno ambayo unayosikia, ambayo unayofanya, vitendo vyako na jinsi unavyo deal na watu, zinajenga maisha yako vipi? Ama wewe uko katika ile kategoria ya watu ambao wanasemanga maisha ni hivyo tu, wacha tukule tukunywe manake kesho twafa. Let me tell you, kama mwanadamu aliyeumbwa na Mungu anahitaji ukuwe mtu ambaye ni thabiti, stability in your life. And your stability will come if your foundations are right. And let me tell you, hata kama nilisema ya kwamba ukalewa vizuri misingi yako inaweza kuwa mzuri, basi hata kama haukulelewa vizuri, if you did not get right foundation out of where you are brought up, because let me tell you, we have different stories and people come from different places. Utakapokuwa mfuasi wa Yesu na ukasoma neno la Mungu, inawezekana kama hawa watu wanasema when Jesus taught, he did not teach like their teachers. Inawezekana kuwa your teachers, those who brought you up, your parents, your relatives, or the environment where you grew up, they were not able to teach you in the right way on how to deal with matters of life. But now Yesu anasema atakayesikia maneno haya yangu na akayatenda. Amen. So today we are required to do the word of God. We are required to follow God wholeheartedly. We are required, to believe him, to believe in his word. And even much more, to hide his word in our hearts. Because the word that you hear and you practice, if it works for you and yields for you, then that word, you run with it. It becomes your keepsake. Hallelujah. You keep that word so that when the storms of life comes, when the wind blows, when the floods come, your house, your character will remain stable. Blessed be the name of Jesus. Manake kuna misingi hujaribiwa namna gani ama inajulikana namna gani? Msingi bora, msingi ambao uko thabiti utajulikana namna gani? How will I know that you are firm founded and you are founded on the rock? I will look at you the way you handle the issues of life. How do you handle things like a doctor's report? How do you handle something like death in the family, a death of a loved one? Banake hiyo ni kitu ngumu sana inapokuhiti hivi.
Watu wengi wamepoteza imani yao kwa kupitia mambo magumu katika maisha. But those are the storms and the rain and the wind that the word of God is talking to us today. Blessed be the name of Jesus. Leo hii tunakumbuka that like in our country Kenya, people are recovering from floods, and some people it has affected their livelihood. Maybe the hasara yenye imefanyika, the effect it's gonna be felt many days to come. Manake kuna vitu labda zimeharibika, hazitaweza kukua the same again. Their lives that have been altered, their lives will never be the same again. Out of these floods si kitu mzuri, lakini kuna wengine kumenyesha hivyo na imekuwa hata imewekwa nini sana kwa news sana, but they were not affected, or the effect was not that bad because of maybe where their house are, where their location. The floods didn't affect them in any way. I am saying this because I have people, my loved ones, some were in areas that were really much affected by the floods, but others were like, oh, don't worry, us, we are okay. You see? So the same way, it is a requirement. It is required of us, or rather, I come to encourage somebody, let your foundation be firm in Christ, so that if the calamities happen, whether by human or natural disasters which come, and we have no power over them. Like now, the government doesn't have power over floods. They don't have, even here where we are, they don't have power over the hurricanes. They don't have power over the earthquakes. They don't have power over deaths. They're happening everywhere, on our roads, in our hospitals, even under very good doctors, people are still dying. When these things happen, let them leave us strong, because we are founded on a firm foundation. Sometimes I was thinking this morning that some things happen in our lives that look like calamity. Maybe you're a mother, you had only one child, and that child dies through either an accident or a disease. Or one child you had is in jail because he went, alijikuta. He found himself on the wrong side of the law. Or they are battling a terminal sickness. It looks like a hopeless case, because you say, he was my only child, she was my only child. So there's no hope for me. Life is useless, it's meaningless. But I want to encourage you, my brother, my sister, it is not the end of the world. It is not. Because a child does not complete you. A husband is not the one who comes to complete you, or even a wife for that matter. You as a person, you are created in the image of God, and God loves you, and God has a plan and a purpose for your life. Let your foundation be firm on the rock, which is Jesus Christ, so that when all these things come, be it health, financial, or whatever, that you find yourself into a situation, handle it well, and mostly handle it in prayers. Run to God, because He is the source of everything. That is what I came to discuss with us today. That there is hope, my brother. There is hope, my sister, regardless of what you are going through. If you are affected by the floods and maybe they took everything, your livelihood, there is still hope for you. The fact that you're living today, wait on God. Wait on God and act on His word. He says He will liken to you to a wise builder. Because anything that is founded on the rock, anybody that has his faith founded on the rock, no matter what happens around you, let it happen. It is true. It's gonna shake you. It's gonna, bring fear and uncertainty. But at the end of the day, there is the inner you that says, as long as I have God, I will sail through. I'll come out of this.
I'll come out of this. We have an example of someone like Job. When he went through what he went through, he said, I cannot curse God. He knows everything. I belong to him. I came from him, and the same way I came, it's the same way I will go. Yes, I have enjoyed the company of children, properties, and all that he has given me. But it did not, that is not, let whatever the Lord have given you, let it not have you. You have it, but let it not have you. So that you whatever happens, in case you lose that which you've been given, you will still remain standing. You will still remain standing in Jesus' mighty name. When the floods come, when the rains, come, when the rains come, when the floods come, when the wind blows, may you be found standing strong in the name of Jesus. That's my prayer for you today. That's my wish for you today. And I hope that this word and the words of Jesus from these books that we have just read are going to work in your life very strong. In Jesus' mighty name, we will continue from there. May the Lord bless you so much. It was nice talking to you today. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Katika wingi wa mawazo ya moyoni mwako, unahitaji faraja za Mungu kufurahisha moyo wako, maneno ya kuhuisha moyo, kuinua na kukutia motisha. Ungana naye Reverend Maggie Kings kila siku ya Ijumaa kwa kipindi Faraja kwenye idhaa yako Pacific Waves Television. Au ponye moyo wako, mawazo na mawaidha yaliyo bora. Reverend Maggie Kings kwenye kipindi Faraja kila Ijumaa. Usilegeze mtambo huo wa Pacific Waves Television. You are watching Pacific Waves Television USA, a place of nourishment. Pacific Waves TV. Nenyuge na neta Shiaraya Pacific Shewa ikeno Pacific Waves Radio. Ayage makaro merera. Pacific Waves TV. Woko ne Pacific Waves TV.